bali nitaangalia watoto wa Yesu. Hawa watoto Mungu aliyofanya nini? Aliyompa, ambao ni kanisa lake. Hello. Kalau kondo wapi sahabat? Happy day. Okay. Tapiana hadithi moja fupi sana. Kulikuwa na gari, ningechukulia kwa mfano wa sasa matatu. Na ulikuwa na wasafiri ambao walikuwa wakisafiri katika ile gari. Happy sahabat? Kuna watu wanafanya nini? Wanasafiri. Wao katika safari yao hapo njiani. Wamepatana tu kama vile unasafiri kawaida katika usafiri wa umma. Amjuani. Hello. Mwenye kando hapo mzee ujai mwana aleko nani. Sasa kuna mifano ya watu wawili. Kuna mjitu mmoja, huyo hapo ni mtu wa kawaida. Happy sahabat? Like huyu mtu alikuwa na uwezo zaidi ya wanadamu wa kawaida. Like alikuwa ni kama jitu. Halafu kulikuwa na yule mtu pale kando yake. Lakini kwa watu wawili tulisikilizane. Kwa hili jitu lenye nguvu, hili jitu lilikuwa kama hapa ni jitu lenye nguvu la kuogofya sana. Happy sahabat? Lakini hili jitu lilikuwa na nguvu, vile lilikuwa na nguvu, lilikuwa na huruma sana. Lakini yule mtu ameketi kando yake alikuwa ni mtu mwenye huzuni. Na wote wanasafiri. Hello. Wote wanasafiri. Akataka kumjulia hali ndugu yake ambaye ameketi kando yake katika ile gari. Kamuuliza uko salama? Akamuuliza mbona unaonekana una huzuni? Kwa sababu unaonekana una huzuni. Akamwambia kweli sipo salama. Ama mambo yangu hayajapangana vizuri vile nilivyotarajia Mungu ayapange. Akamuuliza una nini? Ama ni wapi kuna kasoro? Akamwambia mimi hapa nilipo nina familia. Na familia hiyo ni familia ya watu wawili peke yake. Nina mke na bado kupata watoto. Happy sahabat? Ana mke lakini bado hajapata watoto. Akamuuliza sasa hilo si tatizo. Tatizo liko wapi? Akamwambia huyu mke wangu ni mgonjwa. Hello. Happy sahabat? Akamwambia mke wangu ni mgonjwa na amelala hospitalini hali mahututi. Happy sahabat? Akamuuliza sasa, amegonjeka sasa nini na kufanya upatwe na mawazo sana? Akamwambia sasa mimi hapa hospitali nahitaji afanyiwe upasuaji. Sababu kwa Kiingereza operation. Akamuuliza sasa amefanyiwa ama ndio unaenda afanyiwe operation? Akamwambia ndio anahitaji kufanyiwa operation, lakini tatizo ndio nalo kubwa sana. Mimi sina hela. Hello. Madaktari wanasema ili afanyiwe operation nahitaji kuwa na pesa za kulipia gharama za operation. Lakini mimi hapa nilipo sina hata gharama ya hii gari nimepanda hapa. Hello. Na bado mke wangu hapa hospitali nahitaji nini? Upasuaji. Nahitaji kumpelekea zile pesa. Na huyu mtu alikuwa na pesa. Amezipanga vikundi 7. Amezipanga vikundi ngapi? 7. Unachukua 10 unafunga na mlada, unachukua zingine 10 unafunga na mlada, unachukua zingine 10 unafunga na mlada. So alikuwa na pesa hiyo. Kabisa hapa akamwambia ndugu yangu, nimesikia vile una tatizo. Na unahitaji kweli, unahitaji hela ama unahitaji fedha za kumsaidia mke wako ili arudie katika hali yake ya kawaida. Na kwa hivyo tu kutoka kwa huruma na kwa moyo safi na kuomba kubali msaada wangu. Nitakusaidia. Ule mtu akamwambia nitashukuru sana kama utanisaidia. Kwa zile buda zake 7 akampatia 6. Hello. Akampatia ngapi? 6. Akampatia 6. Akamwambia kwa hizi 6
nenda fanyia vile utakavyo, umsaidie mke wako, na hata akipona hizo zingine, baada ya ugonjwa hizo zingine za kuwastabilize, mkue salama. At least za kusaidia umtunze hata baada ya upasuaji. Na mimi hata nisafiri salama, tutaona siku nyingine kwa majaliwa. Wakaendelea kusafiri, lakini yule mtu, ile jitu lililomsaidia huyu mtu likapatwa na usingizi mzito, akalala katika gari. Na wewe jamaa alipogundua kwamba huyu mtu amelala, na aliona kwamba huyu mtu ana hela sana. Hello? Na amempatia zile 6, amebaki na 1. Baada ya kulala, akaindisha mkono mfukoni mwake, akatoa ile ya 7 pia. Hello? Tuko pamoja? Alipotoa ile ya 7, akaficha. Wakafikia ni mahali pa kushuka. Yule akashuka. Lakini sasa makanga akaanza kusema, nahitaji hela ama nahitaji nauli ya kusafiria. Watu walipe. Watu leta pesa, leta nauli. Ile jitu likaamka kutoka kwa usingizi. Anaguza mifuko. Waliza, si nilikuwa na hela zangu mabuda 7. Nilimpea yule mtu mabuda 6. Je, buda la 7 liko wapi? Hana nauli. Na zile 6 alisaidiana. Lakini mtu mwingine mwenye roho safi kama yeye akamwambia, mimi kusema kweli, yule mtu uliyemsaidia nilimuona ulipolala alichukua pia ile bunda la 7. Kwa hivyo yule mtu ndiye amechukua ile bunda pia. Lile jitu sasa likakwenda kumtafuta yule mtu aliyechukua mabunda 6. Nimekusaidia kwa roho safi, kwa kukusaidia, lakini bunda la 7 umechukua bure. Umechukua lisilo la halali na lisilo lako. Likaenda kumtafuta na likampata. Sasa kwa hiyo hadithi yangu, ukifikiria kwa maoni yako, huyo mtu ili jitu lifanye kwa nini yule mtu mwenye yale makundi 6? Yule mwenye alipewa makundi 6. Alipaswa amfanyie nini baada ya kumpata? Amnyang'anye yote. Hello. Achukue 6 na ile 7 ya pipa. Wengine mwenye maoni tofauti. Alifaa haya achukua, amwambie kwa sababu umeiba. Leta hata hii ya 7, leta zote sasa. Hilo ndio ni. Ama vile angechukua hatia kumwangamiza huyo mtu, amwambie ni mtu kuna shukrani. Akamchukua na kumwangamiza vile. Ama akamwambia wizi wako utakuangamiza. Hapo saba. Sasa kwa hiyo hadithi yangu ina mafunzo tofauti. Kitu cha kwanza, tuwe na shukrani. Ile umesaidiwa, shukuru. Iwe kidogo ama kikubwa. Pili, jifunze wema. Jifunze wema. Hauna gharama. Lakini funzo langu kuu la hili hadithi, kuna hili jitu lenye uwezo na lenye huruma, ndiye Mungu wa mbinguni. Maranatha. Ndiye Mungu wa nini? Wa mbinguni. Watoto samani, tusikizane. Hili jitu lenye uwezo, lenye kumiliki mali yote, ni Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Na huyu mwanadamu mwenye mahitaji, anayehitaji huruma, ni sisi. Mimi na nani? Na wewe. Hao ndio wanadamu wenye hitaji. Hao wana wagonjwa hospitalini, wana watoto hawana chakula, wana nguo wanahitaji kununua, wana sherehe ya kwenda. Hapi saba? Wana sherehe ya nini? Ya kwenda, wana masomo ya kusoma. Maisha ni ngumu, uchumi umewafinya. Wanahitaji kabisa, wamedhoofika na dunia imezidi dhambi. Hao ndio huyo mtu mwenye
hitaji. Na hili gari ambalo tunasafiri ni katika dunia hii. Hili ndilo gari letu tunasafiria. Maranatha. Sisi sote ni nini? Ni wasafiri. Lakini Mungu anasafiri pamoja nasi ili atusaidie. Kwa pamoja. Kwa hivyo hili jitu Mungu linasafiri na nani? Na sisi. Na nauli hii ambayo tunahitajika kulipa, maisha yana gharama zake. Hello, kuna gharama ya Ukristo ambao ndio hii nauli tunahitaji kulipia kila mmoja. Tunaelewana? Na Mungu kwa uaminifu wake, zile mabunda 7 za noti ni siku zake 7 za kila juma. Happy Sabbath. Amekupatia siku ngapi? 6. Kwa hizo 6 amekwambia nina mabunda ya siku 6. Nimekupatia kwa yule ambaye ako mgonjwa. Wewe unahitaji kulipia shamba lake. Una matatizo ya ulimwengu. Uyasonge kwa hizi siku ngapi? 6. Lakini ya 7 niwachie mimi. Maranatha. Niwachie mimi usarehe na upumzike. Hiyo ni siku yangu. Basi yule umesema kwamba yule jitu lenye mabunda 6 lingine nimnyang'anye mpaka ya 7. Basi kama unamnyang'anya Mungu siku hii ya 7, basi wewe jihesabu kwa hiyo. Wewe ndio umetoa hukumu. Kwamba kama Mungu angekuhukumia, anapaswa kunyang'anya mpaka zile ngapi? Zile 7. Kwa hivyo ungeishi siku yoyote ile. Maranatha. Ile nataka kumaanisha tujifunze kuwa waaminifu. Hello. Tujifunze kuwa waaminifu. Mungu amekupatia vyote ili akusaidie. Ndio maana kwa sadaka Mungu anakupatia 100, anakuitisha 10. Anakupatia 10, anakuitisha shilingi 1. Kwa hivyo kwa ile moja yake usimnyang'anye. Yeye amekupatia utajiri yote, lakini anahitaji umrudishie kidogo tu. Ile kidogo acha kumlipia leo ukachukua. Mbarikiwe.